Chuti bakunze ibiganiro by'inkino bica kuri Indundi TV ndabaramusa nongera kandi nkabaha namwibwe bivanye naho umuherereye muri kano kanya nko mubizi rero Indundi TV idasiba ko mibazanira makuru ashushe inkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarurezi abarongozi abamenyereza abakinyi bakera bamwe twita aba legend n'abandi batandukanye uno munsi rero turaza umutumire wacu ni Feruzi Haruna benshi bakiri bato bumvise izina rya Feruzi Haruna ninde Feruzi Haruna yigeze kukinira umugwi uwahe Feruzi Haruna rero uno munsi turaza gukorana ikiganiro atubwire kuvyerekeye carrière yiwe y'umupira w'amaguru araza kubitubwira kubituyagira mu buryo bwiyaguye mu rurimi rw'igiswahili na wengi wanataka wajue wewe ni kocha Feruzi Haruna kocha Felo uliweza kuwa kocha wangu katika timu ya Vitalo, kocha msaidizi kipindi kile tunabeba Sekafa na tunachukua kombe la mwaka 2012. Watu wanataka wajue karieri ya kocha Felo ni legend, mwa legend wengine ambao wameweza kuichezea timu ya taifa ya Burundi, amechezea timu ya Vitalo. Karieri ya kocha Feruzi Haruna ni ipi, ilikuwa vipi mpaka kocha Feruzi Haruna asitishe kucheza mpira wa miguu? Nashukuru sana ndugu yangu wa journaliste mkubwa kwenye Indundi TV. Nashukuru sana nilikuwa na ngoja hii. Mimi Feruzi Haruna nilianza mpira primaire pale wanaita interscolaire mpaka gisi tukafika US Manda daraja la pili. Njo tukafika nafanya fusion. Yani mkusanyiko Vitalo na walikutana, ilikuwa ni timu ya Batsinda Samuel alikuwa president wa Vitalo, wakafanya fusion na Muramira ilikuwa mchezaji wa president wa Vitalo, wakafanya fusion ndio tukaingia Vitalo na ndio career yangu ya mpira ukaanza pale. Kim deuxième division nilicheza na post yangu mimi ilikuwa sio alfabeki, ilikuwa namba 6. Mimi mpaka kuwa namba alfabeki ni kipindi Ndindi alisemaga woko unaweza kuwa polyvalent kutokana na umahiri, nguvu, mbio na pumzi. Nilikuwa na pumzi za kutosha alhamdulillah. Ndio akasema na alfabeki nataka pumzi na mbio. Na nilikuwa na pasi za mwisho nzuri. Basi ndio nikafukua kama polyvalent, nacheza 6, nacheza 7 na nacheza alfabeki, lakini karieri kubwa ya mpira wangu ilikuwa ni alfabeki. Na baada ya hapo ulienda katika timu ya Vitalo ichezea miaka mingapi? Ulisaidia kuipa mataji ya vikombe vingapi? Vitalo nikiwaza tulikosa kombe limoja 97, Manyema ndio ilitupikwa, lakini vikombe vingi kuanzia 95 tulibeba vikombe hadi 2001. Mimi niko Vitalo nikiwaza ilikuwa Vitalo tukikosa Champions League tunaenda kombe lingine, lakini mimi nakumbuka tulipata kombe 3 za mfululizo, moja tukakosa, tukaenda tena 2 za nyuma tena tukapata, nikiwaza ni kombe 5 za Champions League, 2 tulienda ni Confederation. Na baadaye hapo umetoka katika timu ya Vitalo, hakuna timu nyingine ambayo uliweza kuchezea? Mimi nilikuwa nisajiliwe na Yanga ya Tanzania, lakini kutokana na yangu mara 2 yote Yanga tulikutania Sekafa Uganda, tukaongea tukamaliza na pesa kila kitu, ikabidi waseme kwa kuja Burundi watanitumia tike. Mimi nilimwona Raul lakini hakunambia kitu. Kurudia tena wa viongozi wa Yanga wakanipigia simu wakauliza bona haujaja, ikabidi waseme basi championnat ishaanza tutakuita mwaka wa kufuata. Nikangoja nikarudia Vitalo, mwaka wa kufuata tena tukakutania Sekafa, wakasema basi huu mwaka utakuja tutakutumia. Wakasema watatumia. Raul alikuwa kocha huyo tena. Ni karate hivyo, ikabidi Apere tena yenyewe kanitaka 98. Apere ilikuwa imenitaka Apere kwenda, ila Apere Apere ni 99. Apere kwenda Apere sababu ya masomo. Nilikuwa mterminale somo la mwisho la kupata diplome, nikasema
siwezi kuacha. Walinipa mpaka pesa, nikasema mimi siwezi kuchukua pesa. Wakasema bwana nenda kwa kutuhakikisha kama, nikasema kusema nitoke hapa Rwanda, acha niwadanganye kama mimi nitarudia. Wakanipaga kama dola ngapi, nikakuja Burundi, nikasema mimi siwezi kurudia tena kule. Wakanipigia simu, nikasema siwezi kuacha masomo. Jua walikuwa tayari kunitafutia masomo Rwanda, lakini nikaona siwezi kuchanga masomo na niko somo la mwisho na Rwanda walikuwa wanasema nitarudia tena nyuma. Nikasema hapana, acha nimalize masomo kama sababu naweza kushauri na wa vijana, mpira unakwisha lakini masomo hayatakwisha. Na kama niko leo na kufanya shughuli zangu za kinyume cha ukocha ni sababu ya masomo yangu. Na baadaye ya hapo timu ya taifa uliichezea takriban miaka mingapi na ulianzwa kuitwa katika timu ya taifa ya Burundi lini? Ulikuwa na miaka mingapi kipindi hicho? Nani ambaye alikuita mara kwanza kwenye timu ya taifa ya Burundi? Mimi kwanza ilikuwa ni wakati wa timu ya junior, ilikuwa 94. Ilikuwa ni selectioner, ilikuwa ni Ribakare Bodwe Ndindi. Ndio tulianza na wakina Nonda kafika natoka kaona machi ya kwanza ya Malawi wa kumweka, kafika naenda Tanzania, akafika anasajiliwa Tanzania Yanga. Sisi tukabakia hapa tukacheza, sababu Nonda alikuwa tu rafiki, juu tulicheza naye barabara ya 8 mpira wa barabarani. Pako machi moja nakumbuka tulicheza Inter Vitalo ya barabarani, mpira wa makartasi ule unaitwa mashashe. Walimpa Nonda penalty, mimi nikalia sababu nilikuwa najiamini sana. Nikaliaga, nikaanza Nonda pako kipindi tuliwahi kuongea, nikamwambiaga akacheka sana. Hivyo basi hapo 94 mpaka tukatoka junior Coupe d'Afrique des Nations ya Nigeria, tukacheza finale, tukapata medaille d'argent, tukacheza Coupe du Monde, lakini sikubahatikiwa kwenda Coupe du Monde juu tulikuwa wachezaji 22, kabidi watoe wachezaji 24 juu walikuwa lomba wachezaji 18. Si tukabakia, palikuwa mimi Ndabani mimi Roger Ndairagije, Emedi Welos na Wanga Wilinjo, yenye tulibakia kwa kile kikosi chenye kiliendaga kule Qatar. Basi tokea hapo ile junior ikaisha, ndio tukaingia sam senior hadi 2001, ndio nilimaliza karere ya msenior kutokana na jeraha nilipatia Uganda match ya Sport Club Villa. Nilirukiwa na double pate na mchezaji sikumkumbuki jina lake, alikuwa Mganda, akanirukia kujenu. Kwa sababu ya maumivu nilipataga hata nikatapika uwanjani, na nilipandaga ndege niko na hilo jeraha, wananishikilia. Na leo kocha Ferodhi ana miaka mingapi? Ana watoto wangapi? Ana mke je? Mimi nina mke kwa sasa niko na miaka 46. Bana nimezaliwa mwaka 1975. Mimi na mtoto wa kwanza na miaka 24, ameolewa na ana mtoto leo iko na mtoto wa miezi 4. Anaitwa Fatuma Barbine. Mtoto wangu wa pili anaitwa Feruzi na miaka 13. Na mtoto wangu wa tatu anaitwa Haruna, ana miaka 11. Hao watoto wako wawili wa kiume, je, unahitaji wao wachezaji wa soka? Na ni wachezaji. Mimi sikuwahitaji wao peke, wananifuatilia sana, hata nikienda kwa mazoezi na mimi nikipataga wakati na ikaaga na wenyewe na watoto wa dada yangu na watoto wa rafiki zangu na wafanyishaga mazoezi mimi mwenyewe nikipata muda. Na mvakansi na wachukuaga kikundi cha watoto hata 12 15, tunaenda sehemu tunawapakiza gari na warafiki zangu na wafanyishaga mazoezi kama mara 3 kwa wiki. Wewe watoto wameonyesha kwamba wanahitaji kucheza mpira. Wewe sasa, wewe kama mzazi, ni kitu gani ambacho utawasaidia ili wafikie kwenye malengo yao? Kwenye malengo ni kuwasaidia mazoezi, na sana mchezaji ni psikoloji. Anaweza kuwa iko na talent, anajua mpira. Jupa kwa wachezaji walikuwa wanatuzidia mpira, lakini mkichwa jua alikuwa hawako form, kichwa waliheba. Alijiona kama anajua mpira sana, na pako wengine ni mdogo wake na mchezaji anajiona kama atacheza kama mkubwa wake. Kumbe ni uongo, anaanza kufuata talent. Kumbe mpira ni kuufuatilia na ni kuupenda kwanza. Na baadaye hapo Vitalo tumeona pale kama kisi tulivyosema pale katika timu ya Vitalo, ulikuwa katika timu ya Vitalo mwaka 2012, mwaka 2013, lakini awali mwanzo kabla ya kuingia katika timu ya Vitalo tuliona huko mwanzilishi ambao walianza timu ya Lelier, lakini baadaye tukaona unatoka unajielekeza sehemu nyingine. Ilikuwa vipi?
watu wanataka wajue kwanza Lelier ilikuwa vipi mpaka wewe kocha wa Lelier uanze kuwa uwe mwa viongozi ambao wameanza kuiunda timu ya Lelier mpaka kipindi hichi ambacho timu Lelier ingaliki iko nacheza katika daraja la pili. Nashukuru sana kwa swali kama hilo zuri sana. Na nilikuwa nalisubiria siku nyingi wa journalist na watu walikuwa wajui. Lelier tulianza, madame aliniita na kusema niwe coach, hapana kocha preparateur physique wa masomo. Basi ikabidi madame anaambie niwe kocha wa vijana watoto walikuwa miaka 8 mpaka 11. Tukakuwa tunafanya tournoi pale kwa école française Lelier, école française, école belge, école indépendante, Michel Archange, yale masomo ya wanaitaga tunaitaga ya town. Mwaka wa kwanza tulitoka watatu. Mwaka wa pili tukatoka wa kwanza, mwaka wa tatu tukatoka wa kwanza. Mpaka kutoka wa kwanza ilikuwa vipi na njo mwanzilishi sawa masomo Lelier kuunda sa team Lelier. Madame akanambia anatafuta watoto wasiojiweza ili awasaidie kimaisha na awasaidie kimpira, wasikae barabarani. Ndio tukatafuta palikuwa wakina Roger, palikuwa joueur anaitwa Dauphin Balotelli, wale ndio anzilishi Giborisi, wale wakina palikuwa Kevin, palikuwa pako Benjamin, Amani, Sele, walikuwa wengi. Walikuwa wengi wachezaji wadogo. Ikabidi wakati tunamaliza ile tournoi tukasema kwa nini tusijiandikishe minime? Tulianza minime Kade Buyenzi. Tukatoka wa kwanza tukapanda Kade sasa. Tukaanza Kade mwaka wa kwanza tulianzia mwaka wa kwanza na Messager ya Bujumbura Umoja. Messager ikapanda tukadouble mpaka gisi tulifika daraja la pili niko na ile timu. Wakati tulifika daraja la pili pakaanza sasa bishawishi madami timu haiwezi kuwa timu bila kufanya kushiriki, na mimi sasa mambo toka niko mchezaji mambo ya shiriki sikubaliani nayo, na angalau nafuata dini yetu inakataza shiriki kabisa. Mimi ikabidi hapo wakaanza kumshawishi madami. Madami akasema hiyo haiwezekani, unakuwa nipinga. Nikamwambia mimi siwezi kupinga sababu mpaka leo kwa watu naaminia viongozi bora Madame Lelier imo miongoni mwao. Ndio. Na shiriki ndio ambayo ilisababishia wewe utoke katika timu ya Lelier. Katika ujana wako, maana inajulikana inasemekana kwamba timu za Vitalo pamoja na Inter FC zamani walikuwa wanatumia shiriki sana. Je, huko unatumia au aidha ulitubu ukakataa kabisa kutumia vitu kama hivyo? Kuna kipindi walikuwa wanashurutisha kushika, unashika lakini hauwezi kuvaa. Sikuwahi kuvaa mimi erizi mwili wangu. Na wakati walikuwa wakisema eti sijui ya kuchanja, mimi nilikuwa nakataa, nasema bora nikae nje. Shahidi Yaounde walikuwa wanasema mwenye akushika asicheze. Yaounde anakataa. Palikuwa pako mimi, Blaise Karorero, wale wa vijana wa Okafe, Blaise Maremo Odon, palikuwa mdogo wake, walikuwa wapendi hivyo vitu sana, walikuwa wapendi kabisa. Walikuwa wanasema bora aache kucheza kuliko ni kufanya nani hiyo. Na imani ya kishirikina kwenye soka ipo na inafanya kazi? Kwa mimi siamini hata % moja kama inafanya kazi. Kwa mimi Feruzi Haruna na watu wanaoaminia nani wenye wapendi, shiriki haifanyi kazi. Shiriki haifanyi kazi. Kwa nini haifanyi kazi? Shiriki haifanyi kazi sababu ile ni sababu miongoni mwa shetani. Shetani unaweza kumwendea pale unaona binakubali ili shetani akuvute uzidi kupotea. Ila kwenye mpira ni kufanya mazoezi. Mpira ni mazoezi. Ndio. Na kocha Haruna Feruzi, baada ya hapo sasa leo hivi tunakuona kuna baadhi ya wachezaji, tunataka tuambie wachezaji ambao wamepita katika mikononi mwako leo hivi ni wachezaji ambao ni wakubwa, ni wachezaji gani? Mimi nikiwazia ni wengi tu, akina Selemani Drogba, Saidoni Bazongiza, wote walikuwa pale, nilikuwa washoro wao, akina Fuadi, Makenze. Nikiwaza Makenze alinipenda mpaka sisi nikamkoche, na nikiwaza nilikuwa mshauri mkubwa sana wa kwanza kwa Makenze. Wachezaji wengi walifika pale Vitalo, pako hata akina Cedric wananiomba ushauri, nawaambia sio wachezaji tu wa Vitalo, na wachezaji wa timu nyingi wananiombaga ushauri. Au mimi nikimuona iko na defo namfuata, namwambia hata akiwa goalkeeper namwambia wewe uko hivi na hivi na hivi. Nikwaza hata Jonathan anakumbuka. Jonathan alikuwa mkade mpaka alikuwa ni mdogo sana kuminime.
timu ya PVP. Nikamwambia mimi nataka nikulete Juko na Tala, nataka nikulete Mleliere. Jonathan alikuja kufanya Mleliere mazoezi kama mara 2 akafanya atoka Mleliere njoo ile ekipe. Tu nimwambia lengo la Leliere nitafika na kupeleka Mvitalo. Akafika natoka Mleliere ile timu ya Rugombo ikamchukua. Kutoka Rugombo njoo akaenda kule juu Muinga na njoo kariera yake akaendelea hivyo. Ila mimi nimeanza kumshawishi atoke pale sababu ashapazidia. Alikuwa ni mdogo lakini kiwango chake kilikuwa kinazidia pale. Na katika karia yako wewe, ni wachezaji gani hasa mlikuwa mnakutanisha? Na ni mchezaji gani hasa mlikuwa pamoja kipindi mko kwenye lokali, iwe kwenye timu ya taifa mkiwa pamoja au kwenye timu ya Vitalo? Kwanza ningeanza wachezaji niliopenda mimi. Hapa Burundi nilipenda wachezaji kadhaa pako Baraka Mfiti Asumani, na kwanza nilifuata talanta zake ndogo japokuwa sio zote. Palikuwa pako Indele komediane juu na mimi nilianza Mvitalo niko kama mediatere. Palikuwa pako Mbuja Maria alikuwa ananifurahisha ule mkubwa sana, ufungaji wake wa vichwa na miguu. Palikuwa pako Juma Mosi, mpaka leo naweza kusema ni legende vraiment. Ni mtu mwenye alinisaidia kimafikra, alinisaidia kimawazo sana, alikuwa nje, alikuwa anatusaidia mpaka pako kipindi tulikuwa tukisafiri na Juma Mosi anasema wewe Petit chukua, ananipa ile frais d'émission kama ni $100 anatugawia si yote, kutokana kama tulimfurahisha uwanjani lazima akupe, mpaka akakuwa hata mshauri kwenye Vitalo. Palikuwa pako kama wachezaji tucheza nao, mimi nilikuwa nakubali Wembo Suchi, nikawashawishi wa viongozi, alikuwa Manyema, mumchukue Wembo huyu atatumaliza juu alikuwa ni mchezaji mzuri sana, alikuwa anafunga na kichwa, anaweza kuelimine, anaweza uwezo wa kufunga na miguu, alikuwa nao. Na Maulidi Jumapili alikuwa ni rafiki mpaka ukatuta mapasa majiwe mawili ni mapasa. Na njoo maana anaweza kukashauri wachezaji, tafuta mchezaji mwenye anakuzidi ili aje kutimu yako akusaidie mazoezi na akusaidie concurrence. Concurrence sio ubaya. Concurrence ni kutafuta talent, kutafuta performance yako. Na nikiwaza kama tulifika mbali sisi na Maulidi ili tuliona tuko sawa, na nikiwaza timu la taifa ilikuwa inatuacha. Ilikuwa inatupeleka sisi wote, na walikuwa wanawaza labda wengine walikuwa wanawaza tukua ndugu. Mpaka ndini anatutafutia, mimi nacheza kwa Alf Gosh. Nilikuwa siko gosha lakini napinzana na wagosha wakina Majidi, walikuwa wanatuzidia ukubwa, tulikuwa tuko tunawaona wakina Saleh Misi. Na wakati huko katika timu ya taifa ya Inamba ulikuwa unacheza kwenye fullback, hiyo ya kulia au ya kushoto, ni mchezaji gani ambaye mlikuwa mnacheza katika timu ya taifa? Ulikuwa ukitia cross au ukitia centre, unajua hapa muda wote nyavu zitacheza, ilikuwa ni mchezaji gani? Kuanzia ku Vitalo mpaka mtimu la taifa mimi nilikuwa najua nikitia cross Wembo Suchi iko na uwezo wa kufunga, Mbuja Mari iko na uwezo wa kufunga, Juma Mosi iko na uwezo wa kufunga, Amuyal Damas iko na uwezo wa kufunga. Mimi nakumbuka kipindi kimoja nilikuwa niko bench njoo najitafutia saliste mu ekipe ya kwanza. Ilikuwa alileta timu ya Muungano. Amuyali akanambia hivi, Amuyali alikuwa Monte Star na Majenga Albert. Anasema tukiingia Majenga asema eti mimi niko Monte Star lakini mimi nakupendaga sana huko Mvitalo. Eti wewe unajua uko naambia ukenda tu ukilalamika tu, na mimi ilikuwa kuomba kwangu mpira ni kwa Zabo Singo na wewe ulifuatilia utala, ulikuwa unaomba na kwa kulalamika. Wakikuweka mbele nitilie, wakikupa Majenga Albert alikuwa na precision sana na ni kama Kimanda, ni kama Saleh Omaro alikuwa na precision ya pass. Na Amuyala ananiambia tuko tunafanya echauffement, Amuyala ananiambia wewe niwekee tu. Na ile match ya Muungano niliweka santre mbili na Amuyala kazifunga zote, na ilikuwa match ya Tanzania tukakuwa titulaire. Ilikuwa najua nikiweka kwa Mbuja Mari, nikiweka kwa Wembo Suchi, nikiweka kwa Juma Mosi au sina shaka watafunga. Na ni changamoto zipi ambazo ulikuwa ulizipitia katika karia yako ya soka, ziwe changamoto nzuri ziwe mbaya? Mimi nikiwaza nyingi ni nzuri, sababu nilifika kutimu kama Vitalo sana, nilifika pako ambiance, nilikutana pako Kazadi Milambwe, alikuwa anapenda kusema na shauri sana, ni mshauri sana mpaka leo naona ni mshauri mzuri sana. Palikuwa pako Potela, Potela alikuwa ni rafiki yangu sana, Armando Potela alikuwa ni rafiki yangu, alikuwa na shauri. Mbuja Mari mpaka leo kazi yake ni kushauriwa vijana. Juma Mosi mpaka leo mimi nilikutana, walipokea iwe timu la taifa iwe Vitalo, palikuwa kuna concurrence eti huyu iko hivi wala pako makundi. Ni karieri, alafu mimi walikuwa wananipenda nini? Kila cheno akisema mpaka leo watu wananipendaga ucheshi. Napenda kucheka na napenda blage sana. Mimi sioni kama pako mchezaji mwenye tuliwahi kuchukiana ndani ya uwanja.
mpaka nje ya uwanja. Mimi nikawaza mchezaji sasa alikuwa akinumiza, sina roho mbaya, wala mimi nikimuumiza simuumizi kwa roho mbaya. Na changamoto mbovu ni wakati mimi nilikosa kwenda Coupe du Monde. Junior. Coupe du Monde Junior nikiwaza iliniumaga. Na machi iliniumaga kukosa kucheza machi ya Nigeria Okocha kutokana na vya timu. JJ Okocha. Ilikuwaga machi ya Nigeria na Burundi. Afu nilikuwaga mimi najisikia niko forme. Ila kukosa kucheza ku Prince Louis wakanambia wewe utaenda. Mpaka dakika ya mwisho wako nasema tupeleke na nikiwaza penye wako wanasema wanakutukosa kupeleka mtu kweli. Na watu wanataka wajue ni kitu gani ambacho kilisababishaga wewe usendi. Mimi naweza kusema kama ni choice ya kocha, sababu alikuwa ananishawishi nende Prince Louis. Hicho kipindi Prince Louis ndio ilikuwa kocha alikuwa Ndindi. Ilikuwa ni Ndindi Dibakare. Mimi nikakataaga. Basi nikiwazia hicho kiliniponza. Hicho kiliniponza nikakosa kwenda Nigeria. Na wakati nilikosa kwenda Nigeria sasa kimpira wangu mpaka wachezaji nawaambiaga. Mimi nijiamini ekipi nationale nikakuwa kama nimeizira. Ila niliitwaga kwa nguvu machi ya kufuata Senegal na nikakuwa titulaire na cheza Arika Mara. Iko anavuma Ulaya. Mpaka anamuuliza nani captain Juma Mosi, mchezaji anacheza wapi? Juma Mosi Gisi anamjibia pekee anajua Gisi alimjibia. Na nilikuwa nacheza Mvitalo. Naam, ulikuwa full back wa kulia, full back wa upande wa kulia au aidha wa kushoto. Lakini kuna mtu ambaye alikuwa anakusumbua uwanjani, hawezi kukosekana huyo mtu, winga. Anapasha kuwa winga. Ni winga yupi ambaye ulikuwa unasema nikicheza na hii timu, nikikumbana na huyu winga, kwa kweli sintapanda, japokuwa ninakuwa napanda, sintapanda. Palikuwa pako wachezaji kama hapa Burundi, palikuwa pa Komili Hassan. Nikawaza kila mtu alimjua, alikuwa anakupiga chenga wakati wote anataka. Ilikuwa ni mchezaji mwenye kama umchungi makini sauti ataenda. Palikuwa pako Tuyebe. Kabisa ni wachezaji wawili walikuwa wananisumbua mkiwanja, na Wembo Sucha kingaliki Manyema. Alikuwa akija kufoilia, lakini mimi nilikuwa naweza aje, nilikuwa na ule mtoto wa mjini na wapiga mabuyu ili wanikimbie. Anafana nikimbia naenda ngambo ya Maulidi. Ngambo yangu wanakuwa wapachezei sana. Na baada ya hapo sasa leo tunakuona wewe ni kocha, ni mwalimu. Lakini tumeona umekuwa katika timu ya Flambeau. Umeisaidia katika vikombe ambavyo ulikuwa unavinahitajika. Hamkufanikiwa msimu unaokwisha kuchukua kombe iwe la rais, kombe la rais au kombe la au aidha kombe la ligi, lakini mliweza kufanikiwa kuchukua kombe la umoja ambayo kwa lugha ya Kirundi wanaita gikombe chubu Coupe de l'Unité mkifaransa. Tuambie ilikuwa vipi? Mmeisaidia kweli? Tunaona Flambeau du Centre mligeuza vitu vingi mpaka mkaipa taji kabisa ya Coupe de l'Unité. Baadaye tuliona mnatoka katika timu ya Flambeau du Centre. Ilikuwa vipi? Ni kitu gani ambacho kilipelekea nyinyi mnaweza kabisa kutoka katika timu ya Flambeau du Centre? Ndiyo, timu ya Flambeau du Centre tuliingia kwa mapenzi kama wakocha gisi tunapasha kuwa. Ilikuwa Mailo, ndugu yangu Mailo alikuwa alienda Tanzania, ikabidi waniamini wakanipa timu, ilikuwa ni ya 8. Wakati nikafika pale nikajitahidi, match 5 zenye zilikuwa zilibaki za ligi nilikagawa match 2, nikafunga match 3. Nikafanya maintenir place, tukabaki wa 5 nyuma ya Bumamuru. Ilikuwa ni Bumamuru kama sio Dynamique, ilikuwa walikuwa walifungana alende na tulisikuaga mimi. Ikabidi wakasema basi tumwaminie huyu, tunaona ni kocha mzuri. Wakati nani hii kiongozi wa timu General isikia Feruzi alikubali, juu alikuja kunegosia, nikakubali. Kama akikubali basi kwa zamana yote mlete. Ule mimi namfahamu, ni mchezaji alikuwaga vizuri sana, na ni mchezaji nilikuwa napenda. Basi tukatumika vile. Mwaka kufuata wasema tunaongeza nguvu, tunamweka kocha Omari, mtatumika. Nikamwambia mimi ule namfahamu, ni mpole, na mimi sinaga tatizo na kocha wote wa Burundi. Mweke iwe mimi nazidia niveau, yeye mwenye ananizidia niveau nitatumika naye. Omari ni license A na mimi niko license A, tutatumika. Na tukatumika, na kweli Omari akasema kweli. Kwanza hapo awali tulikuwa tunatumika na kocha Jebi, akasema toka nilitumikaga na wakocha, wewe uko kijana mwenye unajitahidi, unajua kusoma hata lecture de jeu. Basi Omari tukatumika. Naam kocha, tulikuona msimu unaokuisha ulikuwa kocha adjoint, ni kusema naibu kocha wa Omar Nakagera ambaye alikuwa kocha mkuu wa timu ya Flambeau du Centre. Tumeona mmepoteza kama takriban kombe 3, niseme ni kombe la rais,
kombe la ligi na kombe la Nkurunziza Cup, lakini baadaye tuliona mnafurushwa kabisa, mnashimamishwa katika timu ya Flambeau du Centre, na awali mlikuwa mwapa kabisa kombe la Coupe de l'Unité, tuseme ni kombe la umoja, ni mkirundi igikombe cy'ubumwe. Baadaye tuliona mnashimamishwa, lakini ni hali ambayo ilishangaza watu, bimaana tukiona timu itoka ya pili mmeipa kombe, japokuwa mkuipa kombe la ligi au kombe la raisi, lakini mmeweza kuipa kombe la Coupe de l'Unité. Ilikuwa vipi kocha yule mweze kusimamishwa? Kuna barua ambayo mliweza kupewa? Mpaka sasa si peke tunashangaa, lakini mambo ya mpira ni hivyo. Ila kawaida watu wanaojua mpira, ukimsajili kocha anakuwa na kontra, na ukimshimamisha kocha kutokana na lile lengo lenu, ile objective bana, mimi nataka big 4, nataka wa kwanza, hakutoka wa kwanza utamtoa, wala nataka machi akifungwa machi japo hajafikia pale unamtoaga. Lakini sisi lengo ilikuwa ni big 4. Big 4 tulipita, tukapita mpaka mlengo lingine. Lengo lingine ilikuwa ni kupe zote, alafu ni vitu vigumu sana. Tulicheza na Messager kutafuta championnat. Messager iko nafasi moja, yani akili iko nafasi moja, lakini sisi tulikuwa tuko nafasi mina, preparation ziko mbili. Coupe de l'Unité, Nkurunziza Cup na nani. Ikabidi tukapoteza na Messager. Sawa, tukaendelea. Tukakutana na Bumamuru. Bumamuru ilikuwa na lengo limoja. Championnat ilikuwa ishapoteza iko miangapi huko nyuma. Alafu iko na lengo limoja. Sisi hapa tushapoteza kwanza, kichwa kishapotea. Alafu tunakuwa sasa tunasema basi tushapoteza, tuwe na lengo mbili. Tuwe na Nkurunziza Cup na hili. Unaona objective zinakuwa mbili. Basi bahati na tukafungwa na Bumamuru, lakini vyote sisi tulikabidhi kama ni Mungu ndio aliamua vile, lakini sisi sisi wa coach kwa malengo yetu tulikuwa tuliazidisha. Tulikuwa tulifika na tukazidi juu. Ilikuwa lengo la kiongozi kabla ya mkataba, alisema nataka tuwe big 4, sababu wale wachezaji kama unaona pako wenye wako na miaka 2 Premier Division, pako wenye wako na miaka 3 Premier Division, hawajakuwa na uzoefu sana kama wachezaji wa timu zingine. Ilikuwa ni akademi, alafu walikuwa hawajasajili wachezaji kutoka nje. Huyu mwaka njoo wakasema sasa sisi lengo letu ni wa kwanza, na njoo waliweka pesa za sajili wachezaji wa kutoka nje. Nikiwaza timu ilikuwa na wachezaji wazuri hapa, mimi naweza kuhesabia Musongati ilikuwa timu za wachezaji wazuri. Nikiwaza ilikuwa mwaka wa kwanza Flambeau inafunga Musongati na kuitoa kupe ya president. Watu walifurahia, lakini yote walisahau, maana sisi tushazoea kocha ni hivyo. Wanasemaga kupigwa ni kwa kocha, kufunga ni kwa wachezaji. Na hapo kitu chenye Omari wachezaji watakufa walimsahau. Alikuwa akiweka, kiongozi alikuwa anaweka pesa yake, anasema mkifunga machi nitawapa soda. Na soda ilikuwa ni ya kutosha. Ile soda kwa kocha wengine wanaweza kusema bwana, hii soda ni ya kwetu, mwachezaji mko na hiki. Lakini alikuwa anasema chukueni hivyo, wanapiga pasu, wanasemaga piga mpanga, pesa inagawana. Mpaka wachezaji wanasema hapana, huko kocha sio kawaida. Sisi tunapata sawa sawa na wakocha. Acha wale wachezaji wanaita wametera ensene, wewe uko acteur. Kumbe mnapasha kusema kuleta mapenzi ni kuchangia kile kitu, na njoo maana wachezaji walikuwa wanacheza wanajitolea kwa talanta, kwa nguvu zote, sababu walikuwa kuna kocha wala makocha wa kuwapenda. Nyinyi mnahisi ni kitu gani? Bi maana kama Giso umesema kwamba vitu ambavyo kiongozi alikuwa aliwaomba ni kama mlivizidisha, mkafanya zaidi ya venye alikuwa aliwaomba. Wewe unahisi ni kitu gani ambacho kiliweza kuwasababishia nyinyi kiongozi aweze kuwasimamisha? Kwa kitu chenye mimi nasema kila siku ni kitu cha hichi wa president wa Burundi wanasema mafeye, wala wa mashabiki wanasema gafe, dawa urozi, uchawi. Ndio mkirundi waza ibintazi ndio anabita hivyo. Mimi na kocha Omari nikiwaza mkariri yangu si atukubaliane mpaka leo, sikubali hicho kitu. Kama mpira kiko na percent hata moja mpira hicho, huyo ni ushawishi, na pako mtu akizoea hivyo ni hivyo. Sasa pale pako viongozi, sio kiongozi mkubwa kama Venera. Nafikiria kwamba katika mambo hayo hayumo, na akijua kama mnafanya basi anaweza kuwafunga wala kabiheba vya mpira, sababu wakubaliani navyo. Ila pako wa members walikuwa hata wanatuita, kwa nini hatufanye hivi? Tunawaambia sisi hatuwezi kufanya hivi kwa sababu ya hii. Kwanza ni kumkosea Mungu, alafu pili ukisogelea ukianza hivyo hautachezeshaga mpira, utakuwa unasema kama mimi nilifunga juu ya ile, utaamini sana. Sasa sisi hivyo tulikuwa tulipigana kweli.
kweli Bras de Fer mpaka wakatukubalia wakasema kweli, na tulikuwa tubifanyi na tulifunga machi nyingi atufanyi, na pako machi wale wa viongozi wale wa staff walikuwa ni staff wale wa members walikuwa kibifanya. Unaona panakuwa bigumu, afu sisi tunasema pako kitu mnapasha kwa mlifanya kikamuzikisha Mungu. Na njoo maana zile machi nyingi zenye tulipoteza zile finale walikuwa wanabiingia imo alafu watuambii na njoo ilikotokea hiyo, na nikiwaza kutoka kwetu wanaweza kuwa liseme bana hao watu walikuwa wakubaliana hivi vitu vyetu sisi tunapasha kumshawishi kiongozi. Sasa yenyewe alimwambia kiongozi hatuwezi kujua ni siri yao, labda ukiwafikia wanaweza kusema bana wale wa kocha tuliwatoa jua hiki. Na nikiwaza unaona timu penye iko leo sio penye tuliacha. Timu leo iko na wachezaji wazuri mashallah, alhamdulillah, iko na wachezaji wazuri. Niliona iko na wachezaji wazuri kwa tazama kusura, kwa tazama kwa miguu, na wachezaji wa majina. Njoo hivyo kwa baadhi ya makocha wa Burundi na baadhi ya wa legend ambao wameichezea timu ya taifa, wamechezea vilabu mbalimbali vya hapa, wana listen A ya CAF. Hiyo si kitu rahisi hapa East Africa, sio kila mtu ambaye anayo. Leo hivi uko na license A ya UEFA ya CAF. Tuambie, ilikuwa rahisi kuipata? Ile kabisa, ile sio fasi ya kutuma mtoto. Kariera ya miaka 9 unasoma miaka 9 sio midogo. Na njoo nitaka nishaurie wa viongozi, ma president. Kabla kusajili wa kocha wao wanasema kwanza CV. Yao. Kama nchi zingine giswa isha evolve, na naomba wa Burundi tu evolve na sisi. Tuwe tunatazama CV. Huyu alicheza, alifanya nini kwenye timu. Nikawaza kariera tu CV kidogo, nilipandisha Legends Athletique, nilipandisha en première division. Flambeau de l'Est ilikuwaga nilikuta ya 10 na ngapi, nilitoa ya 5, championnat ikakosa, kutoka tu ikafanya na teremka deuxième division, kutoka tu Legends Athletique ikafanya na teremka deuxième division, nikasaidia Royal kupanda deuxième division, ikachukua leo na Kambaranga iko deuxième division. Juli nilifika nasema siwezi tena coacher deuxième division, na pasha kupanda kutokana na lisansi yangu kupanda première division. Lakini sishindwagi kwenda kusaidia wakocha wenzangu, wananiambia njoo nitazamie machi, njoo nitazamie mazoezi yangu nikosoe. Juu ukiwa na lisansi au unakuwa kama instructor lazima utamkosoa wengine. Mimi Burundi na sikilizana na wachezaji wote, mimi Burundi na sikilizana na wakocha wote. Hakuna kocha mwenye sipatanagi naye Burundi. Wengi wanasema kwamba nafikiri kwamba ni wale ambao ni kutokufahamu kwa watu. Kuna baadhi ya wengi wanasema kwamba lisansi haifanyi kazi hapa. Hapa tunacheza soka. Wewe unaweza kupigwa na lisansi yako. Wewe hawa watu ambao wanaongelea kauli hii, wewe unawaambia nini, aidha unawashauri nini? Hawako sahihi, hao watu wanadanganya. Lisansi nikiwaza hata ule unaonaga pako lisansi ni kitu wanaitaga hata experience. Kama hauna lisansi basi uone experience uko na miaka kadhaa. Unaweza kufunga ni kawaida, unaweza kuwa na timu nzuri ila iko na kocha ni kama gisi leo unakuwa unaona matimu, unaona Chelsea ilikuwa na Lampard ikawa inapigwa ilipata kocha wengine wale wachezaji iliwatengeneza. Na si unaona ka Flambeau mimi na Omar ilikuwa wale wachezaji kuwatengeneza, tukatoka wao wa pili. Njoo nasema lisansi inafanya kitu. Wenye mara nyingi sana wanajidanganyaga hivyo ni si kwa sisi wa kocha wenye tunapenda hiyo shiriki, wala wa president wanapenda shirika, nasema na jewe nao mfisa bakinyi batano, najua nategemea mwalimu, nategemea sijui fulani, nategemea nani. Ligi ya msimu huu unaiona vipi? Ligi ya msimu huu itakuwa kama ligi ya msimu unakokwisha. Timu ni ngumu, sioni hata zile ziko chini. Tizama wachezaji, tizama New Oil ilikuwa hii matches zinaisha ilikuwa hiyo, lakini unaona kama imeamka. Tizama Bumamuru na yeye yuko naenda. Tizama Musongati leo. Musongati iko nasukiwa, haina mchezaji wa jina hata mmoja, lakini tizama leo inakuwa wapi? Tizama sasa timu ziko na majina leo ziko wapi? Wewe unafikiri kwamba ni timu ipi ambayo unaipa kipao mbele inaweza kufanya vizuri msimu huu ikachukua kombe? Japo ni mapema. Kwa hapo ni mapema sana. Na timu naona zote na yenye nafungwa inatia nguvu. Tizama kama hii Flambeau de l'Est ilifungwa goli 5, lakini tizama ilikwamisha timu. Ndio maana nakwambia kama ligi ni ngumu, na kwa sasa hauwezi kusema. Mwenye atasema labda awe tu shabiki, lakini mpenzi wa mpira uweze kuambia hii timu mimi naona njoo itakuwa uongo huyo. Tukimalizia ligi ya miaka hii na ligi ya miaka yenu,
Ni ligi ipi ilikuwa na mashabiki wengi? Ni ligi ipi ilikuwa ni ngumu kuliko nyingine? Kwa mimi naweza kusema sio kusema eti kila wanasema mkokotea na njikokotea kwa fasi yake, yani mvutanyavu anajivutia. Ligi ya miaka ya mbele yetu ilikuwa ngumu. Ya miaka yetu ikawa ngumu. Na hizi kwa kutokana na msimu wake, ni ligi ya miaka yetu ilikuwa ngumu kweli. Haikufikiria japokuwa ile wakina Juma Mosi, wakina Malike, lakini ilikuwa ngumu sana sababu palikuwa pesa ndogo, afu ulikuwa unatumikisha nguvu sana na kupenda sana. Nikiwaza hata miaka yenu kusema upate liste, ndugu Bosingwa, ilikuwa ni vigumu kusema upate liste pale Mvitalo wala Interstar wala Prince Louis, ilikuwa ni kutumika sana. Ila leo unakutana mchezaji, unaona ugumu uko wapi na ubovu uko wapi. Mchezaji anatoka daraja la 3 anamerite kuzidia mwenye iko na miaka 2-3. Unaona ugumu uko wapi? Na sisi tunaviona si wa kocha, sababu gisi ulikuwa unaentraîner zamani ile miaka na hivi unaentraîner. Mchezaji wa Premier Division uzi kumfundisha kupiga. Mchezaji wa Premier Division uzi kumfundisha anatoka kule chini iko na ile talaa ya kusantre, talaa ya kupiga mgoli, talaa ya kuchenga. Wengi wanasema kwamba zamani, ligi ya zamani, nyie mlikuwa mnacheza mpira mzuri, aidha timu zilikuwa juu zaidi, hata zinafika mbali katika michuano ya CAF, aidha iwe CAF Confederation Cup au Champions League, kutokana na gisi wachezaji walikuwa hawavuki daraja. Ukianzia chini kade, unaenda unapanda daraja la 4, unaenda unapanda daraja la 3, unaenda unacheza Vitalo B mpaka unacheza Vitalo A. Hii ni kauli, wewe unaambatana na kauli kama hiyo? Kila siku mimi ndio naishikiaga hiyo kauli. Na nikiwaza tukiongea kocha tunasemaga hivyo. Hivi panakuwa kuruka etape, tunaruka ngazi. Mchezaji, mimi nilisema hapa awali, mchezaji anatoka daraja la 3 anakuja daraja la kwanza, unamuona kama eti anafaa aje akupita hapa, lazima uende unaonja. Ni kama mchezaji utoke somo la 7 uende la 8, utoke la 7 ufike na rukia la 9 afu ufike naenda mterminale na upate exeta, habiwezekani. Kumbe etape gisi unapata ugumu, unavuka miba, ndio utajifunza jana nilikuwa hivi, kesho nitakuwa hivi. Tazama wachezaji wote waliruka etape, hawakuenda vizuri, ila mchezaji mmoja alienda anafuata kariere, alienda KD, deuxième division, première division, alienda vizuri. Kocha Haruna, unawaambia nini sasa mashabiki wa Indundi TV ambao kuna kufuatilia kwa sasa? Kuna baadhi ya wachezaji ambao mlicheza nao kwa nje ya nchi wamefuatilia kipindi hichi cha Legend of Burundi. Wewe unawaambia nini, na ni ushauri gani hasa unawapa vijana ambao wako wanakuja, sasa wachezaji ambao wanakuja na wanaweza kuwa wachezaji wakubwa miaka ijayo wakaweza kuiwakilisha nchi ya Burundi? Kama gisi ninavyowaambia, mimi napenda sana kufuatilia Indundi sana, iwe YouTube, iwe Facebook, napenda kuifuatilia sana. Na Mungu awazidishie na walipe. Amina. Na mimi ningeomba kama pako wa sponsor wawape zaidi appareil zaidi na zaidi, wawape studio nzuri, sababu Indundi inafundisha vingi. Indundi kwanza ukitazama hawa legend, kama sisi tulicheza mpira tulikuwa tunafuatilia kariere, legend fulani alichezaga hivi, fulani alifanyaga hivi, fulani alifanya hivi, vinakupa changamoto. Ndio maana nilisema mimi napenda kufuatilia Indundi juu nijue huyu alisema ni cha ukweli wala cha uongo. Juu Indundi inasema habari yenye iko live sahihi. Ni inamleta ule mtu ule kama lidanganya umoja, yani mtu mwenye iko duniani atafahamika. Alafu sasa ushauri wangu mimi naweza kuambia wa vijana wenye wanacheza mpira, kama gisi nawaambiaga, mimi niko mshauri, niko kocha mwenye niko open. Iwe shabiki, namba zangu wengi wako nazo, tutaongea. Alafu wapende kwanza mpira kabla kupenda pesa. Pesa inajiletaga, ukipenda mpira pesa inajiletaga. Mimi niliwaambiaga, mimi nakumbuka kocha alikuwa anatuambia, leo uko unanunuliwa pesa, unanunuliwa soda, kesho utajinunulia, kesho kutwa utanunulia na wengine. Nikawaza hata Saido nakumbuka hilo, nikawaza kina Ngama wanakumbuka. Nilikuwa napenda kuambia na koche kwa Nyekese pale, nilikoche timu za vijana wengi, wakina Ngama, wakina Saido, kina Sele Drogba, wengi wakina Fuadi wanakumbuka ushauri nilikuwa nawapa, kina Makenze wanakumbuka maushauri. Mimi nawaomba tu wakienda kutizama television, wakienda kutizama match, wasitizami mimi niko defenseur na mtizama Cristiano Ronaldo anisaidie nini? Sawa. Mimi niko defenseur, niko attaquant, naenda kumtizama
Carvajal anisaidie nini? Wewe uko namba 6, mtizamo ule namba 6 Yaya Toure anacheza aje? Ngolo Kante anacheza aje? Anajikomportea aje? Alafu kitu na ushauri wa vijana watumike kabla ya pako vijana wakutana president akumpa ratio anagumka. Na jana alipata prime, leo anashindwa, anakosa ratio au anakosa recuperation ya franga 2000, anasema kesho sichezi match. President anakusaidia kwenda mbele. Ukienda mbele utamkumbuka ule kocha, utamkumbuka ule president wewe na familia yako. Kumbe penda mpira kijana, penda mpira, uweke mpira mdamu, ikibidi lala nao. Utakusaidia. Katika kumalizia, ni mchezaji gani hasa wachezaji ambao wanacheza ligi la kwanza unapenda kuliko wote, ambao akiwa uwanjani unafurahishwa na uchezaji wake? Kwa sasa au kwa zamani? Kwa sasa pako kijana anacheza vizuri, naweza kusema Bibe ni mchezaji mwenye iko na akili. Gilbert pako kijana iko na akili, na Amisi na Amisi ule Asumani Amisi na Emega Kiza ni wachezaji mnaonaga wako kwanza na adabu uwanjani, alafu wanacheza na mpira wenye uko pose. Kwaona wachezaji vraiment wananifurahishaga sana. Na pako kakipa kale ka Vitalo kako na Madrid kale kana jitahidi sana kale. Na tukienda nje ya nchi, unapenda wachezaji gani? Unapenda timu ipi? Mimi timu yangu siku nyingi, miaka mingi ni Olympique de Marseille na Real de Madrid. Na mchezaji ninayependa kwa sasa ni Cristiano Ronaldo. Iko na talent, afu anapenda kutumika kulikoni kusema. Na mwalimu ambaye unapenda hapa nchini na nje ya nchi? Mwalimu ninayependa kwanza, najipenda mimi, afu nje ya nchi mimi na mshabikiaga sana Zinedine Zidane. Ni kitu gani hasa umejifunza kwa Zinedine Zidane? Mimi nawaambiaga kubadilisha mchezaji poste na kumpa akili uwanjani mchezaji. Zidane anavyoweza na kubadilisha machi iko inachezeka uwanjani. Hiyo ni tala alikuwaga nayo. Alafu ni mchezaji kama yani ni kocha kama mchezaji. Anakuwaga iko kubadilisha, utasema kama ni mchezaji uwanjani. Yani anasema madogo, alafu kazi inakuwa nyingi uwanjani. Kocha, acha nikushukuru. Na mimi nakushukuru sana, na naomba mashabiki tuendelee tunafuata Indino TV, itatufaidisha mengi. Ego ngira mwumvise uyo uri mumenyereza Feruzi Haruna, akaba numu legend yigeze gukora amateka ari kumwe n'umugwi Sekuragihugu Intamba mu rugamba hamwe n'umugwi wa Vitalo. Ngira mwumvise bitariki aho avuga yuko ibi ntazi nimba mubona ataramba mu migwi, nuko abayobozi b'imigwi imwe ndasubiyemo, abayobozi b'imigwi imwe abama bifuza yuko akoresha ibintazi, mugabo wewe navyifuza namba navyemera. Umwe mu bamenyereza afise licence A ya CAF, umwe mu bamenyereza yakinye mu mugwi Sekuragihugu Intamba mu rugamba, akina mu migwi itandukanye harimo na Vitalo Football Club. Reka rero ndabashimira mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi, ndetse nkaboneraho n'akage ko kubifuriza umunsi mwiza, mubandanye mukurikirana ibiganiro bitandukanye bishaye kuri Induni TV. Bye bye.